Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Mungu Musa Ezekia Kagika. Leo Mungu ametupa nafasi ya kuweza kubadilishana mawazo kwa habari ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nikukaribishe kusikiliza, ambaye uko YouTube, uko Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Sasa tutakuwaje na ufahamu? Tuna Biblia ambalo neno la Mungu anatuambia kwamba kufafanusha kwa neno kwatia nuru. Sasa lazima wawepo watu ambao wanaweza kalifafanua neno la Mungu ili nuru iweze kuingia katika maisha. Tutatafakari mstari huu wa sura ya 119 mstari wa 130, neno kwa neno. Tukianza na neno kufafanusha. Neno kufafanusha manake kuelezea zaidi. Tulipokuwa shuleni tulikuwa tunaambiwa na walimu, eleza maana ya kitu fulani. Kuelezea manake kichambue kile kitu, toa maana yake kwa ufasaha. Sasa neno kufafanusha nimeandika kwamba kufunguliwa, kufichuliwa au kuwekwa wazi jambo lililokuwa limefichika. Kuna jambo ambalo limefichika, sasa lazima awepo mtu anaweza akalifichua ili kuweza kuleta nuru katika ufahamu na katika maarifa ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tunaona kuwa neno la Mungu haitoshi kusomwa tu, bali linahitaji kufafanuliwa, yaani Roho Mtakatifu aweze kulifafanua ndani ya mtu ili mtu apate kuelewa, ilo neno liweze kumsaidia. Biblia anasema neno langu ninapolituma haliwezi kunirudia bure. Mungu huwa analituma neno, akishalituma lazima liwe na impact ambayo inarejesha matokeo juu ya kile ambacho amelituma nalo. Sasa neno ni silaha ambayo Mungu amempa Mkristo ya kumsaidia kuweza kuenenda katika maisha yake yote, maisha ya kazi, maisha ya biashara, maisha ya ndoa, elimu na kila kitu kinachohusiana na mwanadamu. Sasa anasema kufafanusha kwa maneno yako kwatia nuru. Tunahitaji kupata ufahamu ambao umefafanuliwa kutoka katika neno la Mungu. Haleluya. Sasa ujumbe anasema hivi: maarifa ya Biblia hayaji kwa akili pekee, bali kwa ufunuo wa rohoni. Maarifa ya kwenye Biblia au kwenye neno la Mungu hayaji tu kwa akili za kibinadamu, bali lazima kuwe na ufunuo wa rohoni ambao unaweza kumsaidia. Paulo aliwahi zungumza kitu kimoja kwa watu wa Korinto. Aliwaombea, anasema naombea Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Kristo. Neno ufunuo katika kumjua Kristo manake unafunuliwa uhalisia wa Kristo ili uweze kukusaidia katika maisha. Kila taarifa ambayo ipo kwenye Biblia ipo kwa ajili ya kutusaidia, ipo kwa ajili ya kutuinua, ipo kwa ajili ya kututia nguvu. Sasa hilo neno nilikuwa nazungumzia kufafanua, manake kuwekwa wazi kwa kilichofichika ambacho kinaweza kuwa ni siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la pili ambalo nataka tuliangalia, anasema kufafanua maneno yako, kufafanusha maneno yako. Hilo neno maneno linamaanisha nini? Ukizungumzia maneno yako hapa, tunasema ahadi za Mungu, amri za Mungu, maagizo ya Mungu,
na mapenzi ya Mungu. Sasa kufafanusha kwa ahadi za Mungu, kufafanusha kwa amri za Mungu, kufafanusha kwa maagizo ya Mungu, kufafanusha kwa mapenzi ya Mungu. Mtu akiweza kuwa na ufunuo kutokea katika hizi taarifa, atakuwa ni mtu ambaye ana uwezo akapata nuru katika maisha. Neno la Mungu si kwa ajili ya kwenda kutumia mbinguni. Neno la Mungu linatumika hapa duniani. Ni manual book ambayo inatusaidia kama Wakristo kuweza kuenenda katika nchi au katika ulimwengu ambao sisi ni wapitaji. Sasa tunapozungumzia ahadi za Mungu, ni maneno yote ambayo Mungu aliahidi. Haya yako juu ya Mungu yeye. Mungu mwenyewe ndo aliyatoa kama ahadi kwa watoto wake. Lakini pia amri zake ni maelekezo ambayo yana amri, ambayo yana mamlaka ndani yake, ambayo yanamshurutisha mtu kuweza kufanya kitu. Tuangalie taratibu kwa hizo. Nikisema ahadi za Mungu, ni kauli za Mungu anazotoa akiahidi kufanya jambo fulani kwa watu wake. Ni kauli ambazo Mungu mwenyewe amezitoa akiwa anawaahidi watu kufanya jambo kwao. Sifa zake hizo ahadi za Mungu. Sasa tumesema kufafanusha maneno yako. Tupo kwenye kipengele cha maneno yako. Nimezungumzia kuhusu maneno yako kwamba ni ahadi za Mungu, amri za Mungu, mapenzi ya Mungu. Sasa sifa za ahadi za Mungu ni zipi? Kutoka kwa neema ya Mungu. Hizi ni ahadi ambazo zinatoka kwa mtu anaweza kupata kwa neema ya Mungu, lakini hazitegemei matendo yetu ili Mungu awe mwaminifu. Yaani ili Mungu aweze kufanya, haitegemei sana matendo yetu. Kuna ahadi ambazo Mungu ametuambia, tutaangalia hapa. Lakini pia utimizwa kwa wakati wake Mungu. Kwa wakati ambao Mungu ameuamuru, hizo ahadi zake zinaweza kutimia. Mfano wa kimaandiko, ukiangalia kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, anasema sitakuacha wala sitakutupa. Hiyo ni ahadi ya Mungu ambayo ameahidi kwa watoto wake. Unapokuwa mtoto wa Mungu, lazima ufahamu kwamba Mungu ameahidi nini katika neno lake, kwamba sitakuacha wala sitakutupa. Sasa anasema kufafanusha kwa maneno yake, kwa tia nuru. Manake sasa ukishakuwa na ahadi kama hii, kitendo cha wewe kufahamu itakusaidia kuwa na nuru katikati ya magumu unayoyapitia, katikati ya changamoto zote na shida zote unayopitia kama wanadamu. Ile neno kufafanusha, manake kuwekwa wazi kwa zile ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Ukishazijua zitakusaidia kuwa na nuru. Tutaangalia nuru mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma? Haya, anasema kwenye upande wa ahadi za Mungu, kwa mfano Zaburi ya 23 mstari wa 1 anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni ahadi ambayo Mungu alisema kupitia mtumishi wake. Anasema kwamba hii ni ahadi kwamba kupungukiwa na kitu sio fungu letu. Kwa nini? Ni ahadi ya Mungu. Kama Bwana akishakuwa mchungaji wako, uwe na uhakika kupungukiwa haitakuwa sehemu ya maisha yako. Wewe hautapungukiwa na furaha, hautapungukiwa na amani. Haijalishi utapita katika nini, lakini ni lazima neno lile lifafanushwe ili iweze kuwa na maana katika maisha yako. Uone kweli inaweza kaleta nuru katika maisha yangu. Lakini jukumu letu katika ahadi za Mungu ni nini? Ni kuamini. Cha kwanza lazima uamini ahadi ambazo Mungu amezisema katika neno lake. Lakini pia kusubiri. Cha kwanza lazima uamini, cha pili lazima usubiri, na cha tatu kushikilia kwa imani. Unashikilia kile ambacho umekiamini, ambacho ni ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye maneno yako kuna kitu nikasema amri za Mungu. Amri za Mungu ni nini? Ni sheria au maagizo ya lazima Mungu anayatoa kwa watu wake. Ni sheria au maagizo ya lazima ambayo Mungu anayatoa kwa watu wake. Sifa za amri za Mungu ni nini? Zina mamlaka kwanza. Zinakuamrisha kufanya kitu fulani, lakini zinataka utiifu. Zinakutaka wewe mtu wa Mungu uweze kutii, lakini pia zinahusiana na haki na utakatifu. Amri za Mungu zina uhusiano wa haki na utakatifu. Mfano wa maandiko, ukisoma kitabu cha Kutoka, zilikuwa ni sheria ambazo Mungu amewapa watu wake wa Israeli, ambazo zitawasaidia kuweza kuishi katika wakati ambao walikuwa nao. Lakini pia mfano mwingine anasema mpende adui yako, wapende adui zenu. Hiyo ni amri. Hata Yesu alisema kwamba amri kuu ambayo nawaachia nini? Ni upendo. Ni amri ambayo huwa unataka au utaki, unapaswa kuweza kufanya. Lakini jukumu letu sisi ni kutii bila masharti. Amri za Mungu tunazitii.
Sasa tupo kwenye kipengele nasema kufafanusha maneno yako. Kwenye maneno yako nimesema kitu cha kwanza ahadi za Mungu. Nikasema ni maneno ambayo Mungu anayatoa, anawaahidi watu wake. Lakini pia nimesema kuna amri za Mungu. Amri za Mungu ni maneno ambayo yana mamlaka ndani yake. Unaamrishwa kuweza kufanya whether unataka au hutaki. Lakini wajibu wako na wajibu wangu mimi ni kuweza kutii bila masharti kile ambacho Mungu ameamuru. Lakini kuna kitu kinaitwa maagizo ya Mungu, bado kipo katika maneno yako. Neno la Mungu hili limebeba ahadi zake, limebeba amri zake, limebeba maagizo yake. Maagizo yake ni nini? Ni miongozo au maelekezo ya Mungu yanayohusu hatua au mwenendo fulani, mara nyingi kwa wakati au hali maalum. Ni miongozo au maelekezo Mungu anayoyatoa yanayohusu hatua au mwenendo fulani, mara nyingi kwa wakati au hali maalum. Kuna maelekezo ambayo Mungu anaweza kana kupa kwa sababu ya jambo fulani, yanaweza kawa specific kwako. Ni maelekezo ambayo yako ndani ya neno la Mungu. Sasa yakishafafanushwa, utapata nuru kwamba natakiwa kuenenda katika staili hii, nini napaswa kufanya, nini sipaswi kufanywa, ili niweze kufanya hiki na hiki, nini ni wajibu wangu. Ni maagizo ya Mungu. Sifa ya maagizo ya Mungu huja kulingana na mazingira. Ni maagizo ambayo yanaweza kaja kulingana na mazingira, lakini pia si mara zote kwa watu wote, si mara zote wala kwa watu wote. Yanaweza kawa yako specific kwa mtu fulani. Lakini pia anasema uongoza hatua zako. Maagizo ya Mungu yanaongoza hatua za mtu. Mfano wa maandiko, Mungu kumwambia Nuhu ajenge safina, yalikuwa ni maongozi ambayo Mungu anampa kwamba Nuhu, jenga safina. Ndio maana safina hajapewa kila mtumishi au kila mtu kuweza kujenga. Sasa Yesu kumwambia yule kipofu, nenda uoge katika bwawa la Siloamu, yalikuwa ni maagizo ambayo Mungu anampa yule mtu aliyekuja kwake kwa ajili ya kuhitaji msaada. Akamwambia nenda katika bwawa la Siloamu. Yalikuwa ni maagizo au maelekezo ambayo Mungu amempa. Jukumu letu sisi ni nini katika maagizo ya Mungu? Cha kwanza ni kuweza kusikia. Lakini cha pili ni kuweza kuelewa. Cha tatu ni ya 30 anasema kufafanusha maneno yako, kuatia nuru. Napozungumzia kuhusu kuatia nuru, nuru ina maana hii. Nuru manake naweza nikasema ni mwangaza au kuondoa giza, kutoa mwongozo,